tatu zote zimetoka kwenye ukanda mmoja, ukanda wa Kosafa, kusini mwa Afrika. Ukiliangalia ile kundi unalitazamaje, afisa ubashiri? Tukija kwenye kundi B, kundi baba, naona kwa haraka ambaye ile kundi ataenda kuliongoza kwa nafasi ya kwanza pale ni Egypt. Egypt nafasi ya pili tutamweka huyu Msauzi kama ilivyopangwa hapa. Nafasi ya tatu Angola na nne hivi Zimbabwe. Kwa sababu gani? Tukianza na nafasi ya kwanza ya Egypt. Egypt ana wachezaji wazuri sana, wengi wanacheza mataifa ya Ulaya huko. Salah hajakuwa on form lakini msimu huu. Salah hajakuwa kwenye form. Omar Mamushi wa Man City yule naye hayuko on form. Hizo ni sababu kwa competition ya kule. Kuna noma zaidi yao, kwa maana haonekani. Lakini tukirudi sasa kiafrika, uwezo wao ni mkubwa sana. Kwa maana naweza ngasema Egypt wana wachezaji wazuri ambao wanacheza huko mataifa makubwa, na performance ya Egypt kama unavyoona kashinda mara zaidi ya mara 9 mara ngapi. Kwa hiyo ile kundi anaenda kuliongoza. Tukija kwa South hivyo South Africa anaenda akachukua nafasi ya pili. Ila tukija kwa Angola na Zimbabwe, hawa sasa tunaweza kusema ashinde yote hizo nafasi. Mara kwenye hili kundi nani ashinde mechi hata moja kama ilivyokuwa kwa Zambia? Kwenye hili kundi baba, kwenye Angola na Zimbabwe hapa, nao sioni Angola na Zimbabwe sioni nani hatoshinda mechi hata moja, kwa sababu nao hawaeleweki. Kama anavyosema hawa ni washinde yote. Mimi nadhani Zimbabwe ashinde mechi hata moja. Zimbabwe. Yaani nikiangalia sioni Zimbabwe anamfungaje Misri, sioni Zimbabwe anamfungaje South Africa, dabi hiyo, na majuzi hapa walikuwa kwenye kundi moja kwenye mechi za kufuzu mashindano ya kombe la dunia. Kundi B ndio kama hivyo ambavyo umeliona, kuna bingwa wa kihistoria ambaye ni Misri, kuna bingwa mwingine wa zamani ambaye ni Afrika Kusini, alafu wako majirani zake kutoka ukanda wa SADC ama Kosafa ambao ni Angola pamoja na Zimbabwe, na tunakubaliana kwamba Afrika Kusini na Misri watashikilia namba 1 na 2. Usisahau kwamba mara ya mwisho hawa watu waliwahi kukutana kwenye AFCON mwaka 2019 na Afrika Kusini walimtoa mwenyeji ambaye alikuwa ni Egypt kwa bao 1-0. Kwa hiyo ngoja tuone kama historia itajirudia ama inakwenda kuandikishwa historia mpya. Tunakwenda kundi C ambalo ni kundi lina mchanganyiko wa timu mbili kutoka Afrika Mashariki, timu moja kutoka Afrika Magharibi na timu moja kutoka Afrika Kaskazini. Kwa jumla kuna mataji 4 ya kombe la Afrika kwenye hili kundi. Ndugu yangu afisa ubashiri, hapa utakuwa mzalendo ama unazingatia kigezo gani? Tukija kwenye kundi C lina timu nzuri sana, lakini halina ushindani mkubwa sana, kwa sababu ukianza kumtaja mshindi wa hili kundi moja kwa moja tutamtaja Nigeria, kwa sababu Nigeria yupo kwenye performance nzuri sana na wachezaji wazuri as usual. Tukija kwenye timu yetu Tanzania bwana, tukiangalia haraka kwenye hili kundi hana mshindani kwa sababu sioni Tanzania timu gani ataenda kuifunga. Uganda nilijua utasema kwa sababu gani. Uganda, ukiangalia mechi nyingi za Uganda na Tanzania, tukianza kwenye upande wa magoli, kama unaangaliaga zaidi yanayopatikana ni magoli ya kubahatisha sana, sio yale yanayotengenezwa. Magoli ya kubahatisha yakoje? Kuna magoli ya kubahatisha na kutengeneza. Mtu kapiga imemgusa imereflect, ni magoli ya kubahatisha. Ila ukiangalia Nigeria yanavyocheza, unaona haya magoli yanatengeneza. Yaani wanakusaka mpaka unajaa kwenye 18. Kwa kwenye mshindi wa hili kundi wa kwanza nitamweka Nigeria. Na historia fupi ya Nigeria na Tanzania, ukiangalia mechi 2 nadhani au moja amecheza, Tanzania hajapata goli hata moja. Fungwa 1-0, mechi nyingine ikaisha bila, lakini mwaka 80 walikuwa kwenye kundi moja la kwa Tanzania. Kwa Nigeria hawezi kwa sasa hivi mechi naona wakikutana na Tanzania ni anafungwa 1-1. Tanzania hawezi pata goli na hawezi shinda mechi. Tukija mechi ya mwisho pia niongelea hapa ya Uganda na Tanzania. Pia sioni Tanzania kimfunga Uganda, na hiyo mechi sioni kama ina magoli. Kwa hiyo watu hapo waanze kuishi na under 1.5. Hii mechi ya Uganda na Tanzania haina magoli, na Tanzania sioni kama anashinda. Kwako wewe ambaye unataka kuweka ubashiri wako wa mashindano haya ya kombe la Afrika, Betway hapa kuna option ya kufuzu kundi C kwa upande wa Tanzania. Je, anafuzu ama hapana? Kama unasema ndio, odds zake ziko pale ambazo ni 1.90, 1.90, na hapana kwamba Tanzania hafuzu
ni zina odds ya 1.80. Hii ina maana kwamba kama unataka kuweka stake yako kwenye option yoyote kama kati ya hizi, kama utachagua kwamba Tanzania haitofuzu alafu wasifuzu kweli, kile ambacho utakiwekeza utakuwa unakirudisha namna hiyo. Kwa hiyo afisa ubashiri, wewe unaamini namba 1 hapa anakwenda kuwa Nigeria, namba 2 anakwenda kuwa Tunisia, wa 3 ni Uganda, wa 4 Tanzania. Unakumbuka kwamba Uganda na Tanzania walikutana mwaka 2019 Misri kule. Yes. Na Uganda akashinda. Uamini kama Tanzania safari hii wanaenda kulipa kisasi? Hapana. Tanzania, kabla hujaongelea Uganda na Tanzania, ukiangalia tu performance ya mwisho ya Tanzania, mechi 3 kapoteza. Na hizo kwenye mechi 3 hajapata goli hata moja. Na kuuliza swali la kizushi. Ndio. Kwenye mechi zote hapa ni mechi ipi Tanzania anakwenda kupata goli angalau moja? Hamna. Yaani Tanzania nyau yani anaondoka bila. Ndio. Mimi naamini Tanzania kwenye mechi ya Tunisia anapata goli. Kwenye mechi ya Uganda anapata goli. Sijui kama goli hilo atafunga nani, lakini nashawishika kumwamini sana mshambuliaji wa Aalborg ya Denmark, Kevin John. Kwa hiyo najua pale kwenye Betway, ukiingia kwenye Betway kwenye www.betway.co.tz, ukienda kwenye options za mechi, iko option ya anytime goal scorer. Okay. Mimi katika kila mechi ya Tanzania nitakuwa na pick Kevin John. Najua atanilipa tu kwenye mechi moja hapo, kwa sababu ndio mshambuliaji ambaye kitakwimu katika wachezaji wote wa Tanzania yeye ndio ana namba nzuri za kufunga kwa msimu huu. Wewe hiyo haikushawishi? Hiyo kwangu mimi hapana, kwa sababu Tanzania sioni Tanzania ile ya kupata matokeo, kwa sababu performance yake ya mechi zilizopita hizi haziniridhishi. Nimeangalia sana mechi zake, yani haiwezekani timu mechi 3 mfululizo yeye ni kuzipoteza. Bora hata angekuwa na sare, yeye ni kuzipoteza na magoli yapata nyumbani au ugenini, yani yeye kokote kokote, yani nyumbani anapigwa na kwa watu anapigwa. Kwa timu kama hiyo kwangu, na ukiangalia kundi lao sioni kabisa. Bwana, na hiyo ndio content ambayo tulikuwa tumeiandaa leo maalum kabisa kwa mashindano haya ya Kombe la Afrika. Leo tumekupitisha kwenye makundi matatu. Kundi A ambako yuko mwenyeji Morocco na ndio favorite ambaye kila mmoja anampa nafasi kubwa ya kubakiza hili kombe nyumbani, lakini tumepita pia kwenye kundi B ambalo lina bingwa wa kihistoria Misri, na kundi C ambalo lina umoja wa Afrika Mashariki pale Uganda pamoja na Tanzania, bila kuwasahau mabingwa wa zamani ambao ni Nigeria pamoja na Tunisia. Nilikuwa hapa na afisa ubashiri. Huyu jina lake la afisa ubashiri halikuja hivi hivi. Huyu ni mtaalamu ambaye huwa anashare sana code kila anapobet. Usisahau utaratibu wetu hapa Betway ni ule kwamba tuna share code kila ambapo una bet, na kila unaposhare code na wenzio akazitumia, wewe unapata kiasi fulani cha asilimia ile ambayo wamestake. Huu ni utaratibu ambao tutauendelea muda wote wa haya mashindano ya Kombe la Afrika. Tutakuwa hapa kupitisha kwenye makundi yaliyobaki na kupitia pia mechi kadri zitakavyokuwa zinakuja kwenye hatua ya makundi, hatua ya mtoano, mpaka ile siku ya fainali ambako tutamjua nani anakwenda kutoa ubingwa wa Kombe la Afrika. Na tunakukumbusha tu kwamba Betway safari hii ni zamu yako kujipigia.